Hii ni Sam Digital Online TV. Leo bwana, I say watu wameuma sana kutokana na janga ambalo limetokea. Mimi naweza nikasema ni janga uongo. Ni janga zito sana. Yaani sio dogo, ni janga zito. Janga kubwa. Yaani ni janga la nchi. Watu mna hasira. Hii ni losi. Yaani ni losi bonge. Watu hawaelewi. Hii ni bonge la losi. Losi kubwa sana imetokea. Kwa hapa ni ubaya wa Bwela au ndio ubaya Bwela wenyewe? Yaani hii nimekubali. Hii nimekubali. Yaani mwananchi kakubali ubaya wa Bwela. Sasa I say kwanza kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Fikiri. Kwa majina naitwa Fikiri Ayubu, Fikiri Ayubu kwa majina. Sasa Fikiri bwana, nimesikia umetoka Sumbawanga. Bwana, nimetoka Sumbawanga. Sumbawanga nimetoka na nauli kubwa sana. Nimenunua tiketi ya VIP 50,000. Unaona? Nimeingia hapa leo alfajiri kutoka Sumbawanga. Pole sana. Asante sana, asante sana. Sasa bwana, kwanza wewe ni mwananchi, si ndio? Mimi ni mwananchi, mwananchi. Kwa mimi naamini nyie ndio chanzo cha yote haya. Sisi sio chanzo cha yote. Ukisema sisi ndio chanzo cha yote inakuwa hakuna ukweli na ni uongo. Siwezi kulisupport hilo. Mimi naweza nikasema ni chanzo cha yote kwa sababu nyie mmeanzisha alafu wenzenu wamemaliza. Hapana, huwezi kusema hivyo kwa sababu hii mechi sisi tulikuwa tumeandaliwa sisi kama sisi na hii mechi ilikuwa ya kwetu. Kwa hiyo ukisema sisi ndio tumeanzisha na ndio wenzetu wamemaliza, unakuwa ni uongo. Siwezi kulisupport. Kwa nini mmeshindwa kuwakarimu wageni wenu? Hatujashindwa kuwakarimu. Ukumbuke hawa ni watani wetu na ukumbuke kwamba tunatokea mji mmoja, unaelewa? Kwa hiyo hizi ni taratibu ambazo wameenda kinyume nazo, ndio maana tukawazuia siingie kwenye mazoezi. Lakini ukisema kwamba tumeshindwa kuwakarimu wageni wetu ni uongo, kwa sababu hawa ni sasa hapo, ndugu mwananchi, ukisema mnatoka jiji moja, hata kama ni mdogo wako au kakako, hata kama mnafahamiana, akija kwako, kwa sababu wewe ndio kwako, wewe ndio mwenyeji, unajua mazingira, lazima umkarimu. Simba ndio alikuwa mgeni wa mechi ya jana na sorry, mechi ya leo. Simba walikuwa ni mgeni kwa mechi ya leo, sikatai, ni kweli, lakini ukija kuzungumzia utaratibu Simba aliofuatisha ni utaratibu ambao unaonekana dhahiri shahiri kwamba Simba alikuwa wamepanga hii mechi isichezwe leo. Yaani iko wazi kabisa kutokana na taratibu zinajulikana. Na Simba wakati anachukua gari aende kuchukua mazoezi, hakuna taarifa yote ile ambayo ilikuwa inatoa kwamba Simba anaenda kuchukua mazoezi. Kwa kama Simba hii issue walikuwa wameipanga binafsi kwamba hii mechi isichezwe kutokana na mechi 4 mfululizo zilizopita zote tumewafunga, unaelewa? Kwa hiyo walikuwa wanaamini 90% kwamba hii mechi tunataka kuwafunga. Kwa ndio maana wao wakaamua hii issue waitengeneze. Na hii issue imetengenezwa toka muda. Kwa sababu hili ni swala la kushangaza, linashangaza na kuna mashabiki wametoka nchi za jirani, nchi za nje kabisa. Wanakuja kushuhudia Simba na Yanga kwa sababu Simba na Yanga ishapaisha sana soka letu, unaelewa? Kwa hivyo vitu vinakuja kushusha sana thamani ligi yetu, unaelewa? Na ni baadhi ya vitu vingi vimeingia Rosi, kuna makampuni ya kubetting, unaelewa? Kuna Azam wametengeneza matangazo toka mwezi uliopita hadi mwezi huu hapa, matangazo yale yanauza, unaelewa? Kuna watu vingamuzi vyao vilikuwa vimeisha toka juzi, wamelipia vingamuzi jana ili hali kutazama hii mechi ya leo. Na leo muda unafika huu hapa, maandalizi yalikuwa makubwa sana hii dabi. Ukizungumzia dabi ni kitu kingine. Lakini leo dakika ya mwisho unakuja kunaambiwa eti mechi imegairishwa. Yaani kama mechi ilikuwa inachezwa Ndondo Cup. Leo, yaani ni kama mechi ya Ndondo Cup ndio imegairishwa wakati ni dabi. Sasa nini maana ya dabi, Dabi na maandalizi makubwa sana, Isitoshe mfungo wa Ramadhani, wengi tulikuwa tumekaa nyumbani tutulie. Muda wa mechi ukifika twende, kwa sababu wengine tumenunua tiketi za VIP. Unaelewa? Kwa hiyo hii mechi imetia losi kubwa sana kwenye nchi. Kuna serikali vile vile imepata losi, unaelewa? Yanga yenyewe vile vile tumepata shoti, Sasa kuna taarifa Simba waliposti jana usiku mida saa 7 saa 8. Lakini hapa taarifa mpya na bodi ya ligi wenyewe imethibitisha kwamba mchezo umeahirishwa na watu washaanza kuingia uwanjani. Wewe unahisi kuna changamoto kwenye bodi ya ligi au ndio ule msemo wanasema kwenye Simba na Yanga hamnaga mkubwa katika wale watawala? Binafsi inawezekana uaga hakunaga mtawala, lakini ukija kuangalia hii issue Simba walipanga. Yaani hii issue Simba walipanga iwe hivyo. Kwa sababu hata ukijaribu kuangalia mwanzo mwisho, hii issue unaona kabisa moja kwa moja na kupelekea Simba walipanga kwa sababu walikuwa kwanza wanadai mwanzo kwamba wana majeruhi. Golikipa namba 1 ambaye ni Pimpin Musa Kamara alikuwa ameumia. Chemaloni mechi iliyoisha aliumia. Kwa hiyo kuna kila hali na aina ya kuamini kwamba Simba ndio ulikuwa na Ziziki, lakini Ziziki naye wamesema mgonjwa.
Aziz Ki sio mgonjwa. Huwezi kuniambia Aziz Ki ni mgonjwa kwa sababu hamna sehemu iliyopelekea anaumwa nyonga. Sio kweli. Hili ilikuwa ni technique ya kuwatumia. Mimi ni mwandishi, nimemwona anaumwa nyonga. Tuliwatoa nje ya mfumo. Wewe ni mwandishi, mimi ni Yanga. Wewe ni mwandishi, mimi ni Yanga. Tofautisha waandishi na Yanga. Kumbuka umetoka Sumbawanga. Nimetoka Sumbawanga na mimi ni Yanga damu. Kwa hiyo ukiniambia ni mwandishi, wewe ni mwandishi kama waandishi wengine, lakini mimi ni Yanga. Na habari za Adama nako huwezi ukazijua. Hapana, hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Wewe utabaki kwenye kazi yako uandishi na mimi nitabaki kuwa Yanga kama Yanga, kwa sababu mimi nina kadi ya wanachama vile vile. Huwezi kuniwabebesha kitu chochote kwamba eti Aziz Ki alikuwa mumeona taarifa gani kunishinda mimi Yanga mwenyewe. Kwa hiyo tukubaliane kwamba kwenye Simba na Yanga, yani likija swala la Simba na Yanga, kwa mfano Simba akiamua kwamba asichezi na nani haichezwi kitu, na Yanga akiamua kwamba tucheze, kwa sababu hapa ni mara ya pili. Kama nakumbuka ile mwaka juzi iliahirishwa kwamba nini, mechi ilipangwa kwamba itatakiwa icheze saa 11, Yanga kakataa, akaja saa 11, ilihamishiwa saa 1, Simba akaja saa 1. Kwa hiyo ile mechi walipishana getini. Kwa hiyo unaweza kuniamisha kwamba hichi kitu ni kweli kwamba mamlaka hazina nguvu kati ya Simba na Yanga, lakini kwa vilabu vidogo vidogo hivi hapa Ken Gold, Pamba na Mongo hapa hawana nguvu kama Simba na Yanga. Ndio maana ukija kuangalia hata kwenye ligi yetu hakuna timu nyingine ya kuchukua ubingwa zaidi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo inakupelekea moja kwa moja kuamini kwamba Simba na Yanga ndio zina mamlaka kuliko bodi yenyewe ya ligi. Mimi ndo nataka kuambia hivyo. Wewe unafikiri ni kifanyike ili haya mambo asitokee? Maana ni kweli nimekuelewa ulivyosema, watu wametoka mbali, watu wametumia magharama makubwa. Mwenye hapo umetoka Sumbawanga, nauli zaidi ya 90 hapo ujala hotelini. Kwanza unasema kufikia leo au unanifikia hotelini? Imeniuma sana kwa sababu mimi binafsi Muislamu nimefunga. Unaona, kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo nimeacha kufanya kwa ajili ya hii dabi. Dabi ni nzuri sana, tumejipanga na hii dabi ndani ya mwezi mzima, alafu leo hii tunakuja tu tunaambiwa kirahisi dabi hamna. Ni kitu ambacho kimetuma sana roho, unaelewa? Tumetumia gharama kubwa, nimenunua tiketi VPA na mpaka sasa hivi sielewi kwamba hii tiketi naipeleka wapi. 50,000 sielewi kwamba hii tiketi naipeleka wapi, naipeleka uwanja gani nikaangalie mechi, unaelewa? Kwa hiyo hiki kitu kilichofanyika kinazalisha sana ligi yetu, na eti leo hii zinakuja takwimu zinawaambia ni eti ligi yenu ni 4 kwa bora Afrika. Ubora upi? Ushaikuona dabi ya Ahli na Zamalek siku ya mechi kabisa inafika mechi ya dabi, alafu eti unaambiwa mechi hamna. Ushaikuona Wydad na Raja Casablanca siku ya mechi dabi yenyewe, alafu naambia inagairishwa. Kwa hiyo hiki Simba na Yanga alichokileta wameleta ni ushamba mkubwa sana, na hakuna haja ya kuendelea kuamini kwamba ligi yetu ina ubora kwa Afrika nafasi ya 4. Huo ni uongo. Tunajaribu kuaminishana kwenye media ambazo tunatunga uongo mtupu. Asante jamani, fuatilieni, hii ni Sam Digital, subscribe pale YouTube, utaikuta pale kwa interview ndefu. Jamani, kuna mambo mengi ndani ya hii online TV. Asante.